Kwa nawashukuru kuanzia Zuu, Shani, Mama Junior hawajawahi kuingia kwenye hivyo vipengele. Ile kauli ya mimi nilikuwa sijaoa, sasa ndo nimeoa. Ile kauli natamani kujua wewe ilikutafuna kiasi gani ndani? Niteleza kama kijana na ilinitafuna kwa sababu familia ikupitia vizuri, wanawake zangu, lakini baada mimi kuja kuliona imekuwa kubwa, sikutaka kulivunja nguvu pale pale, nitaka liliache, ila kuna siku nikuja kama hivi watu wajue bana, ni ndugu yenu niteleza. Kwenye judgment za watu wengi wanasema kuna clip ile ambayo ulishoot unaenda kumpa Shani simu ambaye ni mkubwa wa Dogo Zuu. Watu wamejaji sana. Kwa nini Shani achukue 15, sijui 15, 14 Pro Max alafu bi mdogo ambaye ni Dogo Zuu ndo wabaki na 17? Hii imekaaje? Niambie mtu yote ambaye na mke wake Afrika ambaye amemletea hiyo simu iko wapi? Mama Junior aliondoka kwa wema au ilikuwaje? Au ulimhamisha? Wale kwa Mama Junior ameondoka nani? Mimi naona yuko da, afu ale kwake kwa kina nani? Da kwao. Kwa kina nani? Na kwenu pia. Sasa kama kuda kuna kwetu na kwa Mama Junior, kwa nini unajua kama Mama Junior yuko kwetu? Nataka kusema kwamba yuko kwa mzee Alebe. Shani hakutegemea kama ni na simu yake. Kipindi ametoka kwa bosi wake Simon Dennis, alikuja kwangu, nikamwonyesha no, miliki kitu chako mkononi. Utalia sana. Yeye alikuwa anatongoza mademu kupitia jina langu. Well, siku zinazidi kwenda kwa kasi sana, mafanikio yanazidi kuonekana, lakini kubwa kuliko leo nimeandaa story na Nyagomani na ni muda mrefu sana nimekuwa nikihitaji kuongea na Nyagomani, lakini mambo yamekuwa yakiingiliana kwamba unaandaa hichi linatokea jambo lingine, na sasa hivi kuna mambo mengi ambayo yametokea. Nyagomani alienda kufanya show, achana na show, kuna mambo mengi ambayo nafikiria leo tutakwenda kupiga story hizo hapo. Mimi naitwaga Mtu na Nusu. Hii ni Utaipenda TV, usiache kusubscribe kwa taarifa zaidi. Twende sawa. Mzee vipi? Fresh kama kawaida. Namshukuru Mungu niko poa. Hicho sikoje mzee wangu? Tunaendelea kupambana. Bado tumenunua mapanga. Chips zipo za kutosha. Bado tunaendelea kupambana mchana. Bali mapambano ni mengi mzee. Lazima tupambane mzee. Sisi tuna watu nyuma ambao tutegemea. Hivi ni ngoma yako ngoma zako gani ambazo unadhani zilikuletea mafanikio? Yaani unaona kabisa hizi bila hizi hapa ni hamna. Ijapokuwa zote mchango wake upo, ila kuna zile ambazo ni ngoma 5 ambazo unasema hizi hapa bila hizi sijui kama ningefika hapa nilipo Nyagomani. Ngoma ya kwanza ni Tizama Tamu. Ya pili ni Mimi na Mkubwa Chino. Ya tatu mimi, yani iliyoanza kabisa kunipeleka. Ilianza ile Tomine remix ile Snatch Baba ile. Kaja Tizama Tamu ya mimi peke yangu. Kaja ile nyingine Mimi na Mkubwa Chino. Za nyuma sasa kwa mimi kuzingatia sana ilikuwa Nitavumilia. Na hizi ngoma zangu za kucheza Kelembe, kwa Mama Abwe. Nafikiri huko, lakini kubwa ambazo nimefanya mpaka sasa hivi kidogo dunia inatuzama sasa na si watu wa Nyarugusu, ilianza kwa Zara Sharaf sana kwa Mzee Chibaba. Mwenyezi Mungu amweke sana, yule ni mtu tofauti na watu wengine. Mzee Chibaba alitusaidia kwa namna nyingine, yani kututoa hapa kutufikia sehemu nyingine. Kwa kama watu walianza kutuona leo, tuanza kutuona kwa Mzee Chibaba. Kwa ikaja hivyo na mimi sasa nikajiongeza, kama tumepewa njia kwa nini na mimi sijiongeze, tukaleta Tizama Time kanipeleka sehemu nyingine. Kaja kufanya Mzee Chino na akanibariki vitu kama hivyo. Faza Madina kafanya mpango vitu kama hivyo. Kwa kikubwa Tomine remix ndio ilianza. Sikafuata zingine Sawa. Baada ya miaka miwili inayokuja, Mungu akituweka hai, akitupa uzima, unajiona wapi? Mimi siwezi kuweza kusema kwamba baada ya miaka miwili, lakini niseme tu nikipewa uzima na nisiumbishwe na vitu vyote, labda unajua wanadamu wengi hawapendi unachokifanya. Wanipe tu uzima kwa akili yangu hii. Tutakuwa tuna nafasi Mungu katuwekea, tutaifikia. Kuna nafasi kabisa, mimi mwenyewe naona Mungu kuna malengo na mimi, kuna sehemu nitafika. Kwa hiyo watu wanipe tu muda, waniombee uzima, tuendelee kupambana, mapanga tuyainue, vitu kama hivyo. Niliongea na Janja Nesto akawa anasema kwamba Nyagomani sasa hivi siku zinazokuja atakuwa sio msanii, mashabiki wote wa Nyarugusu watamkubali yeye, na sio kumkubali tu, atakuwa tayari ameikamata Tanzania. Ili swala natamani pia uweze kuliongelea. Unadhani hicho alichoongea yeye ni ukweli kwa mtazamo wake? Ina ukweli kwa sababu si mtu wangu wa karibu, anajua mipango yangu, anajua mikakati yangu. Lakini unaweza kuweka mikakati, Mungu anakapanga vya kwake, lakini mimi naamini
Kama Mungu alinipa nafasi ya watu wachache kunijua, na mimi ataniletea watu wengi kunijua. Kwa kikubwa tunamwachia Mwenyezi Mungu, lakini janja ni lazima ajue, kwa sababu mikakati, na najua ngoma ambazo ziko kapuni ni ngapi. Najua ratiba za ngoma zinashindwa kutoka kwa sababu ya hapa wakati tunaingia mambo ya mimi na Zuu hapa tengine wakati imekuja kombe la dunia. Kwa hiyo nashindwa kufanya vitu kwa sababu mikakati nasema hii ngoma nikija kuacha kwa muda huu target sio. Kwa hiyo target nzuri, lakini kwa sasa hivi ngoma mimi na janja tuipe kwanza muda, lakini ngoma ambayo kwa kapuni atatoka ataenjoy. Sasa hivi naona kama Kirui mmekuwa mna target ngoma ambazo kabisa ukipiga Mtanzania, Mrundi, mtu wa Rwanda atasikiliza tu kivyovyote vile, kwa sababu naona the ambavyo mna mix language, lugha mle ndani, mara mnaimba Kibembe, Kiingereza na nini. Huu ubunifu mnadhani kwa unavyoona wewe, huu ubunifu utaweza kukufikisha pale ambapo unatarajia? Nikikwambia kwamba tuna vitu vingi tunavyofikiria, na maana Kirui tumetenga muda mwingi wa kufikiria dunia inafanya nini na dunia inataka nini. Kwa hiyo tunaweza tukakosa kitu kinaitwa ile promotion au watu kutushika mkono, lakini ukiweka kazi zetu kwa mtu yote ambaye anajua muziki, madogo anagusa. Kwa hiyo sisi tunaweza kukosa vipengele vidogo tu ambavyo ni mixing na maproducer wakubwa. Labda mixing na producer watu tushushe, lakini kwa tunavyopangilia, kwa sababu muziki ni sikio la producer. Producer anaweza kana sikio lake anasema mwanangu hapo ukigusa hicho ukifanya hicho tunaenda sehemu fulani. Kwa hiyo na mimi tukipata maproducer wakubwa na niwape mimi vitu vangu ambavyo niko navyo. Kwa sababu producer naye mpaka akufanikishe ni yeye akupe sikio lake, yani akupe muda wake, yani mimi nataka nimsaidie jamaa. Lakini ukiwa unafanya producer tu nipe pesa zangu mimi nichomoke. Alikufanya yeye. Kwa hiyo naamini kwamba tunamshukuru Mungu kwa sababu tuna maproducer kidogo na wenyewe wanagusa. Kwa kikubwa sisi tukipata production nzuri na promotion nzuri na watu yani watu wa mbona tuwasapoti madogo, dunia tunaifika mapema sana. Kwa sababu sisi kwa waandishi wetu tumejitofautisha na wasanii wengi Tanzania. Kwa sababu ukisikia tunakiimba viko tofauti, unaweza kusema unafanya kama Nigeria, lakini kuna Nigeria na kuna usisi. Yani kuna unyago tunasema ana vitu vyake vitu kama hivyo. Ndio maana kwamba kwenye gisi sisi mimi ninavyojiona miaka mbele huko tuna nafasi nzuri ambayo itakuwepo kama watu wakiendelea kutupasikia. Sawa, turudi hapa. Kuna namna ambayo Nyagomani sasa hivi wamefanya mambo makubwa sana, mambo mengi, umefanya ngoma kali, hit nyingi, lakini bado kuna baadhi ya mashabiki ambao hawajakubali kwamba yule hamna, hawajakubali kwamba yule ni noma. Unadhani kwa nini, na hiyo inatokana na nini? Natamani utie comment kuhusiana na hilo swala. Huwezi penda na watu wote, lakini wengi wetu hasa ndugu zangu ndugu zangu wengi wana chuki. Chuki zao zinafuatana na nini? Kwamba tulikuwa tunategemea huyu mtoto ataishia sehemu fulani, lakini huko anakuelekea ni wapi? Mwana tukutegemea yeye kufika hapa. Vitu kwa ndugu zetu wengi ni watu ambao kwamba hawakutegemea mimi nyago kufika hapa nilipo sasa hivi. Kwa ndio maana watu wangu mimi bado hajawahi kunishawishi, lakini anajua tunachokifanya kazi inatoka kubwa, lakini kitu kinachofanya yeye atukatae ni ile kumba chuki, hatukutegemea jamaa kufika hapa. Na maana ndugu zetu wao walitamani sisi tubaki wale wale tulivyoanza tuwe vile vile tunawanyenyekea, lakini ndio wanaona mbona si mwaziti na jamaa anaendelea kufanikiwa, mbona afanye hivi. Kwa hiyo inakuwa ni ile chuki, lakini watu tuseme mfano kama Tanzania wanachoki na sisi, wengi wanatupenda, wanatukubali, wanatusupport. Kwa sababu gani? Wao hawajui si background yetu ikoje. Kwa hiyo watu ambao wanajua background yetu ndio watu ambao wanatusumbua sasa. Wanakuwa hamna kitu hapa, hamna kitu. Wakati watu wanafanya mzee, watu tunapambana, watu tunalala, tulali kwa sababu ya kazi. Watu tunakesha kwa sababu tutoe muziki wetu hapa tufike sehemu nyingine. Watu tulali tutoe huu mji wetu na wenyewe ufike. Unajua sasa hivi tuna nafasi kubwa sana. Watu wote wakubwa wanajua Nyarugusu ni ipo sehemu gani, wanajua Nyarugusu wapo watu gani, wanajua hilo. Tumshukuru Mungu kwa hiyo. Bana, safi sana. Nikupe hongera kwa show ambayo ulifanya. Ilikuwa ni show kubwa sana sana mzee wangu. Sawa, natamani kujua uli experience kitu gani kwenye ile show nzima in general? Kwenye show tumejifunza vitu vingi, hasa mimi na watu ambao tulikuwa kule, kwa sababu kulikuwa na watu zaidi ya 12 tulikuwa nao kule. Kwa sisi kama wasanii wa Nyarugusu tumejifunza vitu vingi. Kwa sisi ambao tuna haki, kwa sababu wengi wanaendaga, wengi washaye kuna perform, wana perform lakini wanajipeleka wenyewe, hawaitwi. Sasa sisi tulikuwa tumeitwa na tukajifunza bana, wasanii wana hichi na hichi na hichi. Kwanza lugha imewabeba, wanachokiimba wao ni Kiswahili, sisi tunaweka sana Kibembe na Kiingereza.
Kwa tukimba sana ni Kiswahili kidogo. Kwa wao lugha na wabebe, na maana sisi tunatakiwa sasa hivi tunatakiwa nijiupdate sana kwenye Kiswahili. Okay. Nitengeneze nyimbo kubwa za Kiswahili. Kwa kikubwa mikakati ipo, watu watusubirie tu, na mimi na sisi siku moja. Ingali watu walisema Nyago aliua kwenye show aliua, lakini mimi natamani niendelee kuwa zaidi. Kwa hiyo mimi natakiwa tuwekeze sana kwenye Kiswahili. Okay. Nguvu yangu kubwa nakuaga nimewekeza ngoma za Kiswahili sana kwa Zulu. Kwa hiyo sasa hivi na mimi natakiwa nijiwekezee sana nguvu nyingi kwa Kiswahili kwa mimi kwanza peke yangu. Kwa hiyo naamini wanategemea ngoma za Kiswahili za kuja nyingi, tufanya vizuri kwa sababu nimeamini kwamba zile show tukiwa na ngoma 3-2 za Kiswahili ambazo zimewagusa wengi kule, kuna sehemu tutafika. Tunaondoka. Ya kabisa mzee wangu. Sawa, ile show ni tunavyojua kwa utaratibu msanii anapomuinvite msanii kwamba bwana unatakiwa utokee kwenye event yangu, unatokea, lakini kunakuwa na chochote kitu. Kwako ilikuwa hivyo kwamba ulilipwa pesa au ulienda tu kwa sababu ya kwenda kuweka heshima pale? Mimi nikataa malipo. Kwa nini sasa? Mimi nikataa kwa sababu ile ni unajua mimi Nyago bado naendelea kujitafuta, sijajipata. Ni sawa nipate mkataba sasa hivi wa kusema bana njoo jiunge WCB. Alafu nianze kuulizia sasa hivi mkataba, nianze vitu vingi. Ni kwanza ule ukaribu tu na wao nitauhitaji. Yaani ule ukaribu wao tu. Kuna vitu mimi nitajifunza bana, nifika sehemu fulani nikajifunza hichi na hichi. Kwa nini siongeze hichi nifanye nifike sehemu fulani? Kwa hiyo mimi sihitaji hivyo vile. Kwa hiyo pale mimi ile stage tu nilivyosema natakiwa uje kuperform kwenye Nandi Festival, mikakati yako ikoje? Mimi sina mikakati yote mzee. Nije tu. Nije tu bana. Kama mlikuwa mna-approach na mimi niwepo, ambie uongozi tu bana, mimi sina yoyote, nyinyi mtanikuta Kigoma mzee. Yaani mimi mtanikuta Kigoma. Sababu gani? Nikataa mambo kwa sababu sije kawaambia hata unajua wale ni watu wakubwa. Ukija kumwambia hata 100,000 kesho mbona nyingi, udogo anajikuta nani? Sisi tukifikia hata tukao 20,000. Sasa sitaki mambo mengi, nije kukosa hata fursa yenyewe, yani fursa yenyewe kuonekana. Sababu sisi tunatafuta hata ile kuonekana. Picha yangu mimi na Nandi na niongezea watu. Kuna watu wengi ndugu zangu wengi wanakubali Nandi kuliko wananikubali mimi. Why nisiwatafuta wale watu ambao wanakubali Nandi wanikubali mimi? Kwa sababu tu kuweka fedha mbele. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye siweki pesa mbele. Kwa mimi ni kwa sasa hivi nilivyo, sijawa mtu wa kulipwa, bado ni mtu wa kusapotiwa. Okay. Muda ukifika nitakuwa nalipwa, nitajua tu hapa ni hela. Sasa hivi na mimi ni hela. Huo muda utafika. Ni sasa sana hapa kwetu. Maana hapa kwetu nitoi hapa bila 500. Nitoi bila 300. Na hizo tu sio kwamba ni show. Kuna sehemu tu naambia bana Nyago njoo tufanye kitu fulani. 300 itoke. Vitu kama hivyo. Mbona hapa kwetu nafika kwenye muda, lakini hata hapa kwetu kuna muda alikuwa nikipigiwa simu naenda. Kwa sababu gani? Sijawa ile level. Kwa hiyo nilipofika kwenye level hapa kwetu kila mtu analipa. Kwa sasa hivi ukiniambia bana njoo ufanye show USA, najua huko kuna watu wengi sana ambao wanamjua Nyago. Mimi kule ni fedha. Nitakwambia wanawekeza hela. Lakini ukija kuniambia bana njoo Tabora. Tabora. Na unalipa shilingi ngapi Tabora? Naambia bana kwa sababu najua msanii nauli uombe. Labda niombe nauli. Sio hivi nasema Tabora, naangalia sawa aliniita nani? Ameniita na Rayvanny. Kwanza picha tu mimi na Rayvanny ni kubwa kwangu. Sio Rayvanny na watu. Bro, hata nauli najilipia mwenyewe nakuja. Lakini naangalia na mtu aliyeniita. Kwa mtu fulani, bro mimi siji bwana huko. Mimi bwana bado sijawa na mashabiki. Kwa hiyo nitakataa, lakini sema Rayvanny kwanza atajaza wale watu. Mimi sina kitu chochote cha kumuongezea Rayvanny. Maana tu anataka anione au anisupport mdogo wake. Kwa brother wewe na mimi hata nauli najikuja mwenyewe, bado tutakutana hapa. Kwa sababu gani? Ni nafasi. Kwa hiyo sehemu ambayo unaweza kusema tu bana nishawahi kupewa fedha ni kipindi kile cha Mheshimiwa Baba Levo. Okay. Ndio mtu ambaye shakunikezea fedha na Faza Madii. Ndio watu ambao shakusema bana ndogo tu fedha hiyo hapo. Na Mzee Chino. Fedha hiyo hapo. Kwani kama dada yetu Nandi kwa Nandi ilibaki tu ile zawadi hapo, mdogo wetu fanya hivi hapo tutasukuma nini na nini mrudi nyumbani hivi kama hivyo. Unaona kwenye ni ile fedha tu kama nauli na nini, lakini sema niliyopewaga fedha ni kumheshimiwa. Anasema mdogo wangu hela hapa bana utakuwa na mke wako. Kwenye bahasha. Kwa vitu kama hivyo. Kwa kikubwa sehemu kama zile watu wasitegemee mimi kulipwa pesa. Yaani mimi hata nauli yangu tu kunipa nauli inatosha. Bana mbona kina Pateni analipwa? Pateni ni muda wake alipwe. Na mimi muda wangu wa kulipwa utafikia, lakini bado ndo naendelea kujitangaza. Kwa hiyo nikipata nauli nyewe watu wangu mshukuru Mungu. Kwanza ile tu kwa watu wanihitaji, watu tunamhitaji fulani ni kitu kikubwa sana kwangu. Kwa hiyo kuna wengine hawatagiwi, wanaenda kuwapa watu hela ambao Nandi hajui kama wamepewa hela. Nandi hajui kama fulani atapanda stejini, lakini Nandi anajua Nyago atakuwepo, atafanya kitu fulani. Kwa hiyo kile ni kikubwa kwangu. Kwa hiyo sasa kuna watu wengine wanajipeleka, yani wataperform
msanii ambaye ametengeneza tamasha lake hajui kama ameperform, atashtukia tu mtu kaposti clip yake na anamtaja. Una nani? Mbona kanihitaji kwenye clip? Mbona nani huyu? Hao watakuwa wale ambao walikuwa wanasafisha uwanja wangu. Lakini sasa mimi kwenye ile A list ya wasanii ambao wataperform pale, nafikiri hata list ya wasanii ambao walikuwa wasanii 10. Mimi nilikuwa pale nimeweka namba 5 pale kwenye kikosi cha mashambulizi ya stage ya Nandi Festival. Kwa hiyo nilikuwa pale. Kwa hiyo naamini kwamba hata kwenye yale nini wanasema hivi, nimesahau, kuna wale watu ambao wanajipeleka pale hata live hatujaanza kuona, hatuwaoni kabisa, hawezi kuwaona. Yani wale yani wale hata ile Kigoma iwajui. Yani wale ni wasanii ambao bado wanaendelea, sio vibaya kujitangaza, wanajitangaza kiaina ile, lakini katika msanii ambao bado unapambana, jitahidi hata yani watu wanajaribu kukusikia, japokuwa yani watu wakubwa washaweza kukusikia, mashabiki ndio bado hawajakupa sikio. Okay. Ndio kama mimi. Mashabiki ni baadhi. Lakini watu wakubwa wote Tanzania, naamini wengi wanamjua Nyago ni nani. Wengi wanakufahamu vizuri sana. Kwa mtu mkubwa akija Kigoma anajua unatamani kukutana na kina Nyago bana. Una vitu hata kama sina mashabiki wengi kama wako, lakini anatamani kuniona kwa sababu anaona, anajua nini ninachokifanya, njia gani napita, napambanaje. Sasa wewe hata kupambana hujamuonyesha mtu hata mmoja, unataka tu kaibuka kwenye show. Unataka tu na mimi kaonekane kwenye show. Sio mbaya kujitangaza. Narudia tena, sio mbaya kujitangaza. Lakini unaenda kujitangaza, una nyimbo gani ya kuitangaza pale? Una kitu gani cha kuwapelekea watu pale? Au ni miemko? Yaani miemko tu, na mimi najikuta msanii. Unajua kuna mtu anajivishaga crown ambayo yani hawezi yani hata mama yake hawezi kukubalisha hiyo crown. Yani hata mama yako akiwekwa wewe na fulani, mama yako anakukataa mwanae. Mwanangu haimbi bana. Paga ulianza kuimba. Ulianza kuimba lini? Unakaa pale na macho tu umekodolea mama yako. Kwa hiyo vitu vingine tusivike crown ambao ni kubwa kwetu. Ndio maana tunatakiwa kwamba ukiwa msanii mchanga jinyenyekee, kwa sababu mimi nilivyopigiwa simu na mzee Binasi nisema bana, mimi mzee mimi hata nauli wewe nikuta Kigoma tu bana, utakuwa kuongea sana. Sasa mimi nilivyofika Kigoma pale, mimi nikaa na mikakati yangu sasa, kwa sababu najua mimi ni nani, nikaa na mikakati yangu. Ndio maana hata kuna ile kumpokea sikuwepo, mpaka tulikuja kukutana jioni. Lakini pale kulikuwa wasanii wa hapa kwetu ambao walikuwa kule mapema, washaongea vitu vingi, kapilika nyingi sana nini. Sasa wewe ulifika pale, ulienda kujitambulisha wewe. Sasa mimi nikufika pale ndo najua fulani huyo ni fulani. Yule walikutana na Zuni ni wao tu. So jamani, unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo kikubwa, ndugu zangu, tujitahidi kutafuta nafasi. Tusitafute nafasi ya kwenda kuonekana kwenye shughuli. Shughuli haiwezi kukutambulisha. Msanii anajitambulisha mwenyewe, jitofautishe na watu wengine. Yaani ukiwa mwana sanaa, jitofautishe na watu wengine. Yaani tafuta njia zako. Sawa utapita, yaani kuimba watu wote wanaimba. Lakini jitahidi uwe na njia zako. Mfano wa Click Master, Diamond alitupa mfano wa Click Master. Click Master ana style yake ya kufanya muziki wake. Yaani ukiona kabisa, ukisikia unasema Click Master huyo. Na ndo mimi Nyago nilivyo. Ukija kuangalia Nyarugusu moja hiyo bana. Nyago, watu wa Nyago. Yaani wewe ukipiga tu kwenye udongo mwekundu nakwambia tu watu wa Nyago. Yaani utaambia tu watu wa Nyago. Kwa sababu wewe mwenyewe kabisa ukianza kuongea mimi ni mtu wa Nyarugusu. Kule kwa kina Nyago. Ndio alikuwa anaambiwa, kuna clip wanakata kabisa, wakiambiwa wao kina Nyago wanakata ile clip wanajiweka wao kutoka pale, unaona. Kwa hivyo kuna dada mwingine pia alikuwa ananunua mafuta kwa Jacqueline Olpa, mafuta yale ya wanawake. Mimi niko Nyarugusu kwa kina Nyagomani. Kwa kikubwa watu hataki kuonipa maua yangu, sababu napita wote kwenye vumbili. Nafanya hivi mazoea, hakuna magari huko. Kuna magari, ingekuwa niko na gari nisange kuzoea. Lakini wasingenizo. Kwa kikubwa tuheshimu nafasi ya mtu. Yaani mimi nataka tuheshimu nafasi ya mtu. Maana mimi Nandi ni mtu mkubwa kwa maana niheshimu nafasi yake. Kunilipa au kuweka fedha mbele sio kitu pekee cha kunifanya mimi kuwa Nyago. Kwa maana mimi nililipwa pale kwenye show Nandi. Sasa mimi nisaidia nini kwenye kulipa? Sasa zakani nililipwa nikaenda kuharibu pale. Hata kama natoa kwanza, mimi sina hela za kumzidi za hela za Nandi. Sio kama Nandi kwako wewe. Lakini narizika na hichi kidogo, lakini kujitangaza ni wajibu wangu, kwa sababu watu wengi wakubwa washaniona. Sasa sio lazima mpaka nilipo. Yaani yule mtu mkubwa mwenyewe akasema mdogo wetu kidogo hicho hapo. Hata wao tumaliza show akasema mdogo wetu kono waeri hapo. Tutasalimia Nyarugusu. Sababu gani? Ni respect kile kitu alichokunionyesha. Yaani mtu bana, wewe unafanyaje kwenye, yaani ile kaisha kuonyesha heshima. Achana na mambo ya kuweka fedha mbele, kwa sababu hizo fedha zitakuharibia. Ndio maana watu wengi walifeli. Hakuna msanii mkubwa ambaye hajapitia kwenye kufanya show za bure. Kila msanii. Sasa hawapiti kwenye njia hizo tunazozipita sisi.
Sisi tunataka kujipeleka kwenye mambo ya watu. Huwezi kujipeleka bila hata wimbo ambao watu wawili wataimba, watu watatu. Yaani wimbo wako hata mama yako hujui, unaupeleka tu pale kwenye play. Sasa unaimba nini? Yaani wewe mwenyewe wimbo wako wenyewe kariri kichwani. Wewe mwenyewe uiamini wimbo wako. Sasa unaenda kuiperform mbele za watu. Ili tu nionekane nilikuwa kwenye stage fulani. Na ukija huko kwetu unakuja kutuwekea kelele. Kuja kutamba, unapiga kelele. Kikubwa na heshimu wanachokifanya, lakini tujaribu kuheshimu. Ukipewa nafasi usije kuwadharau watu wengine. Wala mimi nipewa nafasi kitu fulani. Ulipewa, ulifanya kama nani? Wanakujua. Tukiwapigia watu simu sasa hivi kwa sababu sisi tuna namba zao, tukiwapigia simu tuulize, unamjua fulani? Wataza, mimi mbona simjui huyo? Au huyo ndio ule feko yule. Maana hata feko ana jina kuliko wao. Kwa hiyo tunaheshimu nafasi za watu, watu wakipewa nafasi tuheshimu, hilo tu. Yeah. Sawa bwana. Tumezungumzia show sana, yani mambo yamekuwa ni mengi, lakini sasa bwana, juzi nadhani nilikutana na status zako, yani ulimwaga, ulikuwa unawashauri wasanii pale, ukaongea mambo mengi sana pale, lakini nadhani ulipoongea wewe ile kauli ikawa sijui for Bugatti ilifikaje kwake. Nikaona anaona vitu vyangu hapa. Well, sawa. Nikaona pia yeye ameshare pesa anazoingiza kupitia mtandao wake wa YouTube. Baadaye wewe ukaja ukaonyesha sasa listi ya pesa unazoingiza kwenye digital platform zako. Natamani kujua ile kwa wewe ili kuasiri kitu gani? Kwa nini ukaamua kuacha, kwamba sasa huyu kwa sababu unamjua for Bugatti yuko vipi? Kwa nini ukaamua kuacha tu kwamba sasa huyo ngoja afanye hivyo? Mimi nimewashauri watu, ngoja niishie hapa. Kwanza mimi kwa sehemu niliyofikia mimi tunakuwa naweka vitu kwa sababu ya follow. Okay. Kwa sehemu niliyofikia sio mtu wa kupost kitu kwa sababu follow akaniona. Unadhani kwa nini anakuwa anataka kuingia sana kwenye njia zako? Toka zamani anajikompea na mimi. Okay. Yaani yeye ni mtu ambaye alitengenezwa na mimi. Okay. Yaani alipata watu kupitia mimi kwa sababu mimi nilikuwa maarufu kabla yake. Yeye alikuwa anatongoza mademu kupitia jina langu. Mimi naitwa Nyago. Sasa mtu ambaye amejitengeneza mademu wapi hao wanatongoza? Kamuulizeni, sema hawezi kuongea hivi kwa sababu sikasha naye kidogo ana kajina. Kwa hiyo hawezi ile bana kutaka naye aje. Unajua kujibrand wasanii wana mambo mengi. Lakini kipindi cha zamani yani mpaka hata naimba. Wakimwambia bwana unafanya kama Nyago wewe ndio unasikia raha. Lakini kubwa mimi siongelee, lakini siwezi kuweka status kwa sababu ya mtu. Okay. Nishapita kwenye hizo level. Ndio maana kuna siku naweza kupita mimi sijapost hata WhatsApp. Sababu sio tena mimi mtu wa kutafuta mashabiki WhatsApp. Mimi sasa hivi na focus na mashabiki ambao kwa sababu tofauti. Nipate mashabiki kwenye Instagram yangu, nipate mashabiki Facebook, nipate mashabiki YouTube. Ndio sehemu ninazongangania hizo kwenye platform zingine. Sasa ukija kuniambia nikae kwa sababu ya WhatsApp kule nachukulia wale ni ndugu, jamaa zangu, marafiki zangu, wasanii wenzangu. Nataka kuwaonesha 1 2 3 ambao unaweza kufanya kufikisha sehemu nyingine, kwa sababu hata huyo unayemwongelea kwamba naye alienda kupost fedha zake. Kipindi ametoka kwa bosi wake Simon Dennis, alikuja kwangu, nikamuonesha miliki kitu chako mkononi. Utalia sana. Kana akaunti yako kwenye mkono wako. Kana fedha zako mkononi mwako. Fanya hichi. Na ukiona mambo hayaendi ndio tufanye kazi. Tukafanya kazi ile ngoma naijua. Tukafanya ilikuwa inaitwa Aklame. Kwa ukitoa msaada muda mwingine sitaki kuongea kwa sababu ukiongea nasema yani Nyago akikusaidia ni lazima tangaze. Sasa sisi ukiwa natukwale lazima tuambie watu kweli kwa wapi, kwa sababu watu wengine hatujaumbiwa chuki. Mimi sijaumbiwaga chuki nikae namchukia mtu eti nikimchukia mtu bata nisaidia. Mimi sina hiyo. Mimi najua tu bana kama nikusaidia nisaidie, ni mali zangu niondoke zangu. Ama mambo yako mengine ukianza kuleta sasa ile ndio tunakuonesha bana ukweli kwa hapa. Kwa hiyo tulimuonesha bana njia ni hii. Utagombana na watu kila siku, lakini ukiwa na kitu chako mtu akikuzingua na mwambie bana nipe vitu vyangu. Akikataa badilisha password, fanya mambo yako, maisha yaendelee. Inawezekana. Sasa sisi ndo tumekuonesha zile njia. Leo umekuja kuleta bato na sisi. Kwamba kwa utaleta bato Fadhila mfadhili mbuzi. Siwezi kusema Fadhili mfadhili mbuzi kwa sababu gani? Hata mimi mwenyewe nimesaidiwa. Mimi nimetolewa wakina Shukuru. Shukuru Steven, Yvonne Boss Lady, Sadikei. Ndio watu walinitengeneza mimi Nyago kuwa hapa. Walienda wapi? Ni biashara, hatukuelewana kwenye kauli za biashara. Kila mtu akapita njia yake. Lakini nashukuru mchango wao mpaka kunifikisha, kwa sababu kama mimi niko hapa leo ni wao ndio walinitengeneza mimi. Hakuna binadamu yoyote alinitengeneza, sio baba yangu, sio mama yangu, sio ndugu yangu alinitengeneza mimi kuwa hivi. Ni hao watu ambao nimewataja hapa. Sasa kama mimi nashukuru watu ambao walinifanya mimi nifike hapa. Wewe ni nani unashindwa kuelewa kama hata kuna mtu mwingine naye alinishauri, hata ushauri tu kitu kikubwa. Unaona ndugu yangu, kwa kikubwa wajaribu kuheshimu
Ukija kuniwekea sasa namba zako, mimi nilikuwa nashauri watu. Mimi nilikuwa nimepost, huyu jamaa anatoaga hela wapi? Hata kama comment Facebook. Alisema jamaa unatoa hela wapi? Nikachukua ile comment nikaenda kuweka WhatsApp, nikasema mimi na jamaa kauliza mimi natolea hela wapi? Ona sasa napotoaga hela, nikaanza na Facebook, nikaenda TikTok, nikaenda vitu kama hivyo. Kana naonesha watu kama hela nazipata njia hii. Nyie kama mashabiki zangu mnanisupport, mna stream nyimbo zangu, mnatizama, mnanisupport nyie wenyewe. Tena leo mje kuniuliza kama mimi natoa hela wapi wakati nyie nyimbo zangu mnasikiliza, mnazicheza, nikiandaa visherehe vyangu hivi mnakuja kunisupport, mnaweka mchango, mnafanya vitu kama ndio hela ninazozipata. Kwa hiyo sasa kama mnanisupport na kwenye njia nyingine hata mnakuwa mnauliza hela natoa wapi, itakuwa ni mbaya. Kwa hiyo watu wengi wanaanza kuuliza nani yuko nyuma ya Nyago? Sipo nyuma ya mtu, lakini mikakati ambayo nimejitengenezea mimi, kile kidogo changu ninachokipata narizika na kile na nakionyesha bwana, kile kidogo mnachonisupport hela hii hapa, kitu cha hapa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi nitaka nikionyesha. Baada hapo nikaona watu wengi wakaja kupanic follow, akapanic Luxi. Walipanic wasanii wale ambao wanajikuta wao na wenyewe wanajipa crown ambazo haziwatoshi. Kwa hiyo kikubwa mimi niliona tu ni baada ya wao mimi kuona mimi nilikuwa nishapost vitu vyote. Baada kuja kuona kwamba amepost, nikaishia hapo, nikaacha kwa sababu mimi naweza kaona status ya mtu tena sijibu. Sasa hivi ndo tabia yangu. Siwezi tena kujibizana na msanii wote Wanyarugusu. Mimi nachokifikiria hapa sasa hivi nitoke hapa nifanye kitu kingine, kwa sababu nina mzigo mkubwa sana ambao unanitafuna chini chini. Kufanya hit song zingine ndo kitu kinachonitafuna mimi sana. Kana waza ma hit song, nikana waza watu mzee wangu, naenda nao wapi? Kuna watu wakawa wanasema kwamba mimi wakati hujaposti zile picha pale kwenye zile screenshot pale, nilikuwa nasema Nyagomani hizo simu sasa katoa wapi? Nikuaje? Japokuwa najua kwamba una mitandao mikubwa, unafuatiliwa sana, lakini sasa hiyo hela jamani, mbona kama nyingi sana hiyo. Baadaye ndo nikaja kuamini baada ya kuona zile screenshot DistroKid ni kama $3000. Akasema basi. Sasa kama DistroKid ndo inatoa $3000, unafikiri kweli iPhone 10 na ngapi itamshinda kununua? Nilikuwa nimekubali, nikasema yes. Kikubwa unajua ndugu yangu, maisha ni mikakati. DistroKid yangu haijanifanya mimi kununua iPhone. Okay. Ila mimi na mitandao mingi inaniingizia hela. Mimi na Facebook mzee wangu. Sasa nikikusanya hela zangu za Facebook miezi mitatu, nikasema kwamba baada ya kuona DistroKid inaingiza pesa hivi kama ninavyoonyesha watu, DistroKid ni fedha ambayo bwana utaisubiria kwa muda. Sio inakuja tu kwa unaipata. Ni fedha unatakiwa uvumilie ndio uipate. Kwa inaomba uvumilivu. Sio kwamba utakuja tu yote kwa pamoja kama vile ulivyoona. Inaomba uvumilivu. Lakini kile kidogo ninachokipata na kusanya. Na mimi nafanya kazi nyingi sana mzee wangu. Na makolabo, mtu ataniletea hela na hifadhi yangu, hii itafanya kitu fulani, hii itafanya hichi. Yani vitu ni vingi ambavyo mimi ninavifanya. Sio kama tu nakaa tu hivi na bidii DistroKid, vitu ni vingi. Kwa kikubwa wakianza kunijaji natoa hela hapi, hiyo ni mbaya. Kuna mwingine alikuja comment bwana, hela za sherehe tulizo kutolea ndio mimi kununua simu. Sasa kwenye sherehe mzee wangu, hesabu ambayo ni hela zawadi zote nilizozipata pale za hela ilikuwa ni $2.6 million. Hata iPhone 14 yani hata 14 mpya haifiki. Sasa mtu anakuja kuniambia tu kwamba nimenunua kwenye hela. Kwa hiyo kikubwa watu waache maswali mengi, na bado ni simu tu, bado sherehe yake iPhone 17. Kwa hapo wanaingia kwenye iPhone 17 bado sherehe ipo. Kwa hiyo wajiandae, sherehe tu itakuwepo kwenye iPhone 17 peke yake. Unajua itakuwa ni sherehe ya iPhone 17. Kwa mtu kama na iPhone 16 kushusha watakuja kawaida, watu wote watakuja, nitawaalika waje kula keki. Lakini nitaalika tu Master na media waje tu tule keki kwa pamoja basi. Ndio kama hivyo. Kwa kikubwa waheshimu mikakati. Yani kikubwa wasanii wetu wasamini pesa wanazopewa na ndugu zao. Mimi nasamini kidogo ninachokipewa. Ameweza kanipa 20,000 mzee wangu, nichukua kubwa sana. Ile 20,000 mimi naitengeneza niingize studio. Ni shoot na video ya uongo. Hiyo video ya uongo mimi naipambania kuweka promotion. Shoot na video. Kuna video za uongo unaweza hapa na pani nifanyie kivideo fulani tu mwanangu, yani ikiwa hata kule YouTube na kiweka zangu kule YouTube, kile kivideo nilipewa 20,000, ile 20,000 kaniletea mimi $300,000. Una watu wanatengeneza. Sasa wao wakipewa 20,000 mzee wangu, utakuta msanii kesho kalala kwenye mtaro, kalewa. Msanii kala bangi sana kaisi. Sasa unajikuta hivyo vitu mzee wangu. Hata nyewe watangazaji mko hivyo. Isilewagi bwana. Hata nyewe mko hivyo, mnafika kujabe mkipokea kimshahara kidogo. Utasikia mic bana, jana nililalia mic bana imevunjika. Kwa tunaheshimu mchango wa ndugu zetu. Kwa maana mimi nikwambia nashukuru sana, nashukuru Steven, Yvonne Boss Lady, Sadik K, walikuja watu wengi sana ambao walinisupport. Kwa mimi wale watu ambao waliweka mchango wao kwangu naona ni kubwa sana, na mwanangu Gizi Mnyamwezi. Kwa watu wameweka mchango, heshimu mchango wao.
Sio kila mchango kila mtu unatakiwa tu wewe ujibu tu, unakuwa unazingua. Kwa ule mchango kidogo, gizi bana akakutumia 300,000. 300,000 wewe, ngoja nitengeneze 300,000 niletee 1,000,000 mzee wangu. Tuingie studio. Hii ngoma sio kali. Tengeze ngoma kali tupate hela. Yaani sisi tunafikiria ngoma kali tupate hela. Wewe unafikiria tu niimbe tu watu wa. Sasa mimi nafikiria ngoma kali nipate hela. Sababu naamini ngoma ikienda kuna fedha nitaipata. Ndio maisha yangu. Sababu sina show huko ndani, nitafanya show wapi? Nitapewa show na nani? Kwa hiyo lazima nitengeze ngoma kali, kile kidogo ile 300,000 iniletee 2,200,000, 1,000,000. Ile 1,100,000 nitoe tena 400,000 au 500,000 niwekeze tena kwenye muziki 500,000 mimi nile na familia. Unaona maisha yanavyoenda mzee wangu. Imetoa 500,000, janja uchukua 200,000, ingia studio, rekodi, fanya vitu vyote kama mdogo wangu maliza. Unajua hali ngumu. Chukua hata iPhone, jishuti na iPhone mdogo wangu. Hatuna muda wa kamera sasa hivi. Piga na iPhone. Ngoma iwe kali, ngoma inakuwa kali tunaachia. Sasa wewe muda huo hiyo 200,000 unafikiria upate hela za kulala mtaroni, umelewa, upate hela za mademu zako au zunguke nao, upate hela za vishada. Mzee wangu, mimi naonaga wasanii wangu wengi huruma. Na ndio maana wasanii wengi wanyaruhusu mnakaga muda mwingi kwa shauri kwa sababu gani tuone mbele. Na ndio maana utaona partner wangu ni fake kwa sababu tunazungumzia vitu vya hela. Mambo ya hela tu. Uweze kuja kuniweka na mtu bana, mtu anakaa tu muda wote tunaongea vitu ambavyo hatuelewi. Kwa hiyo mimi nataka nifikirie fedha, tufanye kazi, tupate fedha, tubadilishe maisha ya familia zetu. Hiyo. Unaona wasanii wanyaruhusu kwa miaka miwili ambayo iliyopita na sasa hivi, yani ukilinganisha, unaweza ukasema vipi? Kwa sababu tuna mafanikio mengi sana. Tumefanikiwa pakubwa sana. Kwa sababu gani? Hatukuwa tunafikiria siku moja tutamiliki pikipiki, tutanunua simu kwa hela yetu, tutafanya vitu vingine kwa maisha yetu kuyapeleka. Hatukuwa tufikirie hilo, lakini kwa sasa hivi tunafanya hivyo. Sasa hivi tuko vizuri. Kwa kikubwa tuna hatua kubwa sana. Nasema ule ushindani ndo mimi Nyago niliupunguza. Sikutaka kuwa na ushindani na watu. Lakini ndio maana unaona watu kama Nyarugusu imepoa kwa sababu gani siweki tena mambo ya ushindani. Mimi nafanya mambo yangu tu binafsi. Nataka leo nifanye kitu. Kwa mtu atapiga kelele huko, mimi nilifanya hivi, nilifanya, lakini mimi kwa sababu hapa namtazama. Namlia buyu tu. Kwa hiyo mambo ya ushindani ndio niliacha kwa sababu gani? Nashindana na watu ambao akili hakuna. Hamna kitu. Tunafanya ushindani ambao utakuwa na manufaa, hauna fedha, ulete fedha. Sasa una maana gani? Leta mashindano ambayo yana fedha, tunajua hapa kuna hela. Tupige watu hapa mimi niingize kipato changu na wewe kipato chako tuondoke. Basi. Bwana, kuna kauli moja ambayo nilisikia uliongea, sema kwamba bwana, kama unanijua na unajua kabisa unaweza kushika picha na mimi, shika picha na mimi, maana muda wowote nitaondoka, yani mtashindwa kuniona hata Nyagomani yule pale. Watu wanatakiwa wajue kama hawajawahi kushika picha na mimi mjiandae. Kama bado mnasema fulani mjiandae. Ndio nilivyowaambiaga tena hivi. Kaja founder amepita sana, kabla wadogo zangu. Kalilini hichi nachokiongea. Sina miezi au mwaka. Akala chuma. Sisi tuko wapi? Kwa tena nimewaambia pigeni picha bado mapema kwa sababu ukikosa picha muda huu na mimi au hata mtangazaji umekosa interview na mimi, kuna muda utakosa interview kabisa. Kwa hiyo fanya bado muda upo na mimi. Utasubiria mbona mwaka umeisha? Sawa, mwaka umeisha, lakini mwaka unaokuja na kupiga na kitu kizito. Kama sio mimi ni Zuu, kama sio Zuu ni Janja, kama sio Janja ni wasanii wangu wengine watanitoa hapa. Kwa hiyo mimi naamini kwa lolote linatokea mzee wangu. Kwa kikubwa tuheshimu mikakati, maisha ni mikakati. Mimi na mikakati mikubwa sana. Kwa hiyo kikubwa mimi naweza nikuambia tu bwana wajiandae. Kama atakuja kupiga picha na mimi na waje. Wana kumbukumbu na mimi. Wana kumbukumbu na Nyago. Sawa. Natamani kujua simu, umenunua simu mbili kubwa zile iPhone 17. Natamani kujua ili swali bwana, swali la kizushi kabisa. Nataka nizue jambo hapa. Sasa hivi nimepata mshindani. Nataka kushindana na mimi. Nataka nizue jambo. Janja nitakuja. Simu umenunua kwa hela yako wewe ya mfukoni au umechanganya mitandao yenu yote ya Dogo Zuu ya kwako ndo mkaenda kununua hizo simu? Ni fedha yangu. Zuu anafanya kazi. Tukikuonesha vipato vyetu sisi sio vikubwa sana vya kila siku. Kwamba kila mwezi utapata kipato kikubwa cha hivi. Lakini ni fedha ambayo bana mimi nikutana kiasi fulani. Hichi kiasi nataka nifanye kitu fulani. Unakosa kiasi fulani nifike sehemu fulani. Sawa, ngoja nifanye hivi. Kwa hiyo ni fedha ambayo sisi wenyewe sio hata mwenyewe najipiga piga maskini ya Mungu. Kaipata mwana fedha za sherehe, unajua sherehe ile pale igharimu shilingi ngapi? Igharimu na mjauliza nimetoa wapi? Ile mimi si najua uligharimu na sherehe. Mondani unajua mna vitu vya shilingi ngapi?
Sasa umeanza sasa kuwatambia mashabiki. Ndio hivi ninavyoonyesha kwa bana, watu waheshimu tu harakati za mtu mwingine. Mimi najua sio humu ndani tu, kote kote, yani nyumba zako zote mimi najua unazigharamikia. Kuna watu sasa hivi unajua zile bado nimepiga plaster hiyo. Unajua piga zipigwa rangi. Yule alikataa kupigwa rangi, yule alitaka mambo ya turubali haya nini kama hivyo, lakini kule napigwa rangi. Kule kunakuwa maisha ambayo kama ukiingia unaingia, yani unaingia kama unaingia kwa, yani useme unafikiri uko Dar. Unakuwa maisha ya kule. Kwa hiyo kikubwa wanipe tu muda. Mimi na mikakati yangu kikubwa, mambo ya simu tulikuwa tunataka tumeshauri kama tunaweza. Naweza kufanya lolote na nipo Nyarugusu. Kwenye judgment za watu wengi wanasema kuna clip ile ambayo ulishoot unaenda kumpa Shani simu ambaye ni mkubwa wa Dogo Zuu. Watu wamejaji sana. Kwa nini Shani achukue 15, sijui 15, 14 Pro Max alafu Bimdogo ambaye ni Dogo Zuu ndo wabaki na 17? Hii imekaaje? Niambie mtu yote ambaye na mke wake Afrika ambaye amemletea hiyo simu iko wapi? Yeye ameenda Marekani, yupo Marekani. Simu ambazo wanatumia wake zao wengi ni 13 kushuka. Ambaye niambia amemletea mwanamke wake 14 Pro Max ni nani? Sasa judgment za mashabiki. Sasa why ushangai, yani why wewe unaona kwamba simu niliyompa Shani ni ndogo wakati wewe ndogo? Sio ndogo, ni simu kubwa. iPhone 14 ni kubwa. Judgment, kwa nini Zuu ambaye ndio Bimdogo apate simu kubwa ile? iPhone 17 Pro Max ni kubwa na Shani amepata 14. Why? Ndio judgment na maswali ya watu wapi. Shani kuna mikakati mikubwa ambayo nataka niifanye. Maisha yake ya fedha nyingi. Kwa nilikuja kumwambia bana, hii fedha kununua simu ni nyingi na yenyewe. Kwa tupunguze, uchukue simu ambayo iko chini kidogo ili fedha nyingine tufanye kwenye mambo yako ambayo unayahitaji. Kwa kuna mambo ambayo anahitaji, unajua yule mwanamke ana wazazi wake. Lazima wazazi wake waone kwamba tunaishi na mwanao na tunamheshimu na tunampenda. Kwa kuna mikakati hapa kati yenyewe na tunatakiwa tuifanye. Kwa sasa siwezi nikachukua fedha yote tu na yeye nimwekezie kwenye simu. Sasa huyu Zuu bana, maskini ya Mungu, yeye bado ndo ameingia. Anatakiwa naye tufikie huo muda kwanza kumfikiria kwenye mambo hayo. Kwa tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu, Zuu mwenyewe alisema bana, mimi kwangu fanya hivi. Kwa huyo tukafanya tukua 14 Pro Max. Tufikirie tunafanyaje na familia, tufanyaje. Kwa ile ilikuwa ni mpya pia ile. Na yenyewe ni mpya. Sema tu unajua Shani sikutaka niweke kwenye msafara wetu kwa sababu mimi mikakati yangu mingi ile kutoka Burundi. Kwa hiyo kutoka Burundi kaja imetoka Burundi kaja. Mzee ulitisha sana. Shukrani mzee. Ndio anasema kwamba Shani alichukua kwa akiwa amenyonyea kama hajapenda. Shani hakutegemea kama ni na simu yake. Maana stuka kama yani kama sababu tuliongea, akuamini kama mimi nitafanya. Yeye alijua tu na mikakati tu ile kufanya vile vingine. Akuamini kama naweza kumnulia kwa sababu nimwambia bana, uone hela na iweka kwa sababu nifanye kitu fulani. Kwa hiyo yeye alichukua nawekewa hela ndefu nifanye kitu fulani. Kwa hiyo siwezi tena kumsumbua mume wangu. Kwa hiyo alishangaa. Kwa hiyo alikusema sasa umefanya hivi. Kweli hapa kuna ile swala langu litafanyika kweli? Ameambia tulia, mimi ndo nyago. Sawa. Moment gani ambazo zimekuwa na hela nyingi sana wakati tunafanya muziki na Shani ile seriously na wakati tunafanya muziki na Dogo Zuu? Moment gani ambayo imekuwa na hela sana? Wote hawajawahi kutoka kwa sababu moment ya Zuu yupo amemkuta Shani na Shani hajawahi kutoka. Moment zote Shani yupo. Kwa hiyo nikikwambia tu moment ya Zuu ndio imeingiza hela wakati Shani naye anafanya, atakuwa na kuongopea. Kwa wote, lakini Zuu na Shani ana mashabiki sana wengi kwa Wabembe. Naelewa. Ila Zuu mashabiki zake wengi ni wa Tanzania. Kwa au ndo tofauti wao. Kwa unaweza kuachia kazi ya Shani, Wabembe wakaja wakashambulia. Sababu Wabembe wapo United States. United States ile fedha ukitizama na watu wa kule na fedha yako inakuwa iko tofauti na wale wa Tanzania. Kwa Shani anakuwa na nafasi yake kwenye fedha. Kwenye mambo ya platform Shani ana nafasi yake kwa sababu anasikizwa na watu ambao ni tofauti na ndugu zetu. Anasikizwa sana na ndugu zetu. Na ndugu zetu wengi wako mainchi ya mambele wa Australia. Kwa sema kama Zuu ana mashabiki sana kwa Wabembe. Zuu naye na watu, lakini Shani kuna sikio anapewaga sana na Wabembe. Kwa hiyo kikubwa wote wanaingiza fedha. Namshukuru Mungu, wake zangu wote ni watu ambao nimewaoa wote, tunafanya nao kazi moja. Na hivi karibuni Shani ataachia kazi. Kazi zake zinakuja. Alete kazi bwana. Kazi inakuja. Kikubwa mikakati. Unajua siwezi kumleta mtu afu anakuja anatoka. Kwa hiyo takiwa kwanza kimeli akija au amekuja. Lazima. Amejaa kweli. Na ana ngoma na Bimdogo wake. Kweli?
Sasa kwani wana exclusive kabisa. Wana ngoma mzee, ngoma zitaachiwa, watu wataenjoy. Unajua sisi hatufanyi tu kubadilisha. Sisi tunataka tuendelee. Hatutaki kubaki hapa siku zote. Sawa, tunaenda kumaliza. Naona kama giza ndo linasogea. Ile kauli ya mimi nilikuwa sijaoa, sasa ndo nimeoa. Najua uliongea ile kauli kwa kutaka exposure, si ndio? Watu waje kwa wingi kufuatilia tukio, lakini ile kauli natamani kujua wewe ilikutafuna kiasi gani ndani? Mimi kauli zangu huwa zinitafuni, lakini niteleza kama mwanaume. Kama kijana naweza nikatereza. Kuna jambo naweza, sio kwamba nimekamilika kila jambo, kama nimeongea niteleza kama kijana, na ilinitafuna kwa sababu familia ipokea vizuri, wanawake zangu. Lakini baada mimi kuja kuliona nimekuwa kubwa, sikutaka kulivunja nguvu pale pale, nitaka liliache. Ila kuna siku nikuja kama hivi, watu wajue bana, ni ndugu yenu niteleza. Unajua kwenye kuongea lazima kuna muda unajua ukishampenda mtu lazima utaongea vingi, unaongea mambo mengi sana. Kwa niteleza nikasema sijai kuoa, lakini mimi na wake, ndugu zangu, na watu familia kubwa. Mke wangu ulikuwa hata Zuchu kula alicheka, huyu imetokea vipi huyu? Kama ndugu yao niliteleza. Afikishie watu wa taarifa kwamba Nyago kakiri aliteleza. Bahati mbaya kauli iliondoka vile. Kwa kikubwa wazidi kuniombea tu, pepo la kuoa liishe, hilo tu. Sasa unajua mzee wangu tu ni kama pepo, yani kama mtu ana pepo fulani. Na waniombee familia yangu yote niishi nayo kwa amani, na wake zangu wasio watu waendelee kama walivyokutaniwa, kwa sababu Shani na Mama Junior ni watu wao walikaa kwa sababu ya mume wao. Kwa hiyo nipende kuwashukuru Shani na Mama Junior kwa muda ambao mpaka muda tumefikia, na watu ambao hawajawahi kuchanganya mafaili, kwa sababu ngoja, unajua wanawake unaona unamtaja Mama Junior hapo, yani unanivuta. Mama Junior aliondoka kwa wema au ilikuwaje, au ulimhamisha? Wale kwa Mama Junior ameondoka nani? Mimi naona yuko afu ale kwake kwa kina nani? Kwao. Kwa kina nani? Na kwenu pia. Sasa kama kuna kwetu na kwa Mama Junior, kwa nini hujui kama Mama Junior yuko kwetu? Nataka kusema kwamba yuko kwa mzee Alembe. Yule ni mtu ambaye ana familia kubwa. Alafu katika wale watoto wa Mama Junior kuna pacha yake babangu. Kwa babangu anauaga na mkubali sana yule mtoto. Kwa muda wote anatamani awe na Junior kwa sababu yuko mbali. Kwa anatamani muda wote. Kwa Mama Junior atarudi mtamuona. Marudi akifika muda wake atarudi. Junior atakuwa pale nyumbani. Yaani wapi mzee wangu? Ile familia yangu. Aliondoka kwa heri kabisa. Kwenda Dar. Hakuna mwanamke wangu ambaye ana shida na mimi. Shida watu wanatengeneza shida. Watu wanataka kutengeneza. Watu wanatengeneza eti wake zangu wana shida na mimi. Lakini kama nilivyokuambia waombee kwa sababu wasiwe na changamoto, sababu unajua wanawake kuna ile kituwivu. Wake zangu mimi nawashukuru kwa sababu hawajawahi kunitafutia dawa. Hawajawahi taka mimi bana mimi ndo nililiki sana. Zuu anataka ubaki kwake tu wewe. Kwa nawashukuru kuanzia Zuu, Shani, Mama Junior hawajawahi kuingia kwenye hivyo vipengele. Unamtaji mtu mwingine hapo? Unamtaji mwingine hapo mzee? Nani? Mama Welo. Sasa. Mama Welo sijaishi naye. Kwa Mama Welo ni mtu unajua Mama Welo tulikuwa tunaishi ile aishi na Nyago, yani tunaishi kama watu ambao tunatongozana. Unajua Mama Welo hadi tumekuwa naye, yani ni mtoto ambaye nilikuwa namuona anakuwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunajua ile kaka nampendaga vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye mimi nimeishi naye kwenye ile mahusiano kwamba kama demu wangu tu vile, yani simchukulii serious sana. Sasa si ana watoto. Si ndio hivyo, na ndio maana nimekuambia kwamba sasa hivi yuko kwenye familia. Kwa hiyo nikamwambia tu kwamba yeye anaweza kutafutia kwa sababu mimi sijui sana. Ambao nawajua sana ndio nakwambia. Kwa sababu kwa nini nikwambia simjui sana? Ni mtu ambaye ameishi sana kwao. Amekaa na familia. Kwa hiyo mtu ambaye ameishi kwao huwezi kusema unamjua. Unajua alikuwa anatembea, lakini wale wengine wote ni kauli zangu. Zua alikuwa kwao, lakini muda wote mwenye unajua. Tulikuwa tunapishana tu ni kulala. Hadi kumpiga makofi akizingua na mtia kofi. Na yeye mwenyewe mbishi vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio ambaye tunajuana sana. Ndio maana mimi na Zuu sijui nini kinaweza kututenganisha. Mimi na Shani sijui nini kinaweza kututenganisha. Sababu unajua zimefanana. Shani na Zuu momenti zao zimefanana. Yaani ni watu kama vimeendana. Kwa hiyo kikubwa nawashukuru kwa sababu wao kutafuta. Ndio maana nataka watu waendelee kuwaombea kwa sababu mimi natamani kuishi na wote. Sasa hata mmoja atoke kwenye maisha yangu. Kwa sababu gani? Naamini wao ni mafanikio yangu. Na wenyewe wanajua hiyo. Na mimi siku zote naomba kwa Mungu niishi nao. Sitaki hata mmoja. Nadhani Mama Junior ndio waga namwambia sana kwa sababu yeye ndio kama kichwa cha familia yangu. Namwambia bana wao ni wadogo zako, sababu Mama Junior wote ni mkubwa wote, yeye ana miaka mingi kuliko wao. Ambao ni mkubwa kwa wao. Kama ni mkubwa kwa wao unatakiwa uishi kama mkubwa. Mkubwa ni mtu ambaye anapuuzia vitu. Sasa na mimi na vijana wengi sana ambao nimetengeneza. Kwa hiyo nilikuwa naishi kwa kupuuzia kauli zote za vijana wangu. Kijana wangu akizingua hicho namwambia tuishi tu.
tufanye tu. Ndio maana ukichukua story yangu ajana, mimi nimeanza na janja bado mtoto mpaka sasa hivi kakua, ndevu zinakuja zi. Kwa mimi naomba tu kwa Mungu wake zangu wapatane, waishi kwa amani, tutafute fedha kwa pamoja, sababu kila mwanamke wangu ni mwana sanaa. Kama mwanamke wangu Mama Junior mwigizaji, video nyingi Mama Junior alikuwa anaonekana kwenye video zangu, Shani msanii wa kuimba, Zoom msanii wa kuimba. Kwa natamani tuendelee hivi, tufanye zaidi, tubadilishe, tuwe kizazi cha kuigwa. Yaani tuwe na historia fulani, aliwahi kuwa wake zake fulani wakaishi miaka fulani. Wasio ile na mimi ndo nimiliki nyago. Mimi nazungumza na mimi nawashukuru, hata kikubwa nawashukuru sana. Yaani hata caption yako andika nyago kashukuru wake zake. Kwa sababu mimi ni watu ambao wamenilea sana. Kwa sababu mimi na kichwa kibovu sana. Mimi naweza kaamka leo nikatoa kauli mbovu kwenye mtandao. Wake zangu wakaniweka nguvu, usijali, sisi hatuchukui kauli vibaya. Tunajua hiyo ni kazi yako. Kwa sababu nilivyoongea vile wake zangu waliweka chini, tunajua ni mume wetu, kazi yako ngumu, unapambana kwa sababu yetu. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni watu ambao wananitia nguvu nipambane. Vitu kama hivyo. Kwa ndugu yangu mimi nisepe tu familia yangu inanipenda, napambania. Ya hilo na kingine kikubwa, mama yuko hapa, baba, wote pambana, una familia kubwa vitu kama hivyo. Kwa mimi nashukuru familia yangu. Ndio siri ya mafanikio yangu, familia yangu inanisupport. Ya hata wadogo zangu, kuna wale kina Ali, boy director yule. Kuna Willy, kuna aunti yangu pale nyumbani, kuna Neli wangu na ndugu yangu. Neli wangu ni watu ambao hawataki kakao ashuke, hawataki ndugu yao awe hivi. Kwa hiyo ni watu kila siku wanapambana kwa sababu ya ndugu yao. Na hivyo mimi naweza kana na mapungufu, lakini lazima ndugu yetu ana mapungufu yale, kitu pambani ndugu yetu afike. Si wao angalia mimi nawalipa nini? Angalia mimi nawapa nini? Nataka tu ndugu yao atoke hapa afike sehemu nyingine. Nawashukuru kwa hilo. Kwa mimi kikubwa ninachowazidi wasanii wengi waniruhusu mimi, familia yangu inanisupport. Kuna baba yangu mdogo anaitwa Kira na ananisupport. Kwa baba yangu mwenyewe, sasa baba yangu ni Hussein. Kwa familia yangu kuna mdogo wangu alikuwepo hapa anaitwa Baby. Alikuwepo kwenye harusi ya Zuu. Nilimuona mrefu hivi. Sasa wewe ndio usimwambie chochote kuhusu kaka yake. Kwa familia yangu mimi napenda kunisupport, ndio maana kuna hatua kubwa ambayo mimi naiona itafika mbali, kwa sababu familia nzima imekaa chini kwa sababu ya fulani. Wanajua huyu ndo anataka atoe hapo kutufikisha sehemu nyingine. Huyu ndo gold digger. Kwa mimi ni tunza dhahabu. Kama Diamond ndio Diamond. Diamond alijipa jina ambalo kwamba yani ni kitu ni almasi, madini. Yaani ni madini, na mimi nilitamani sana kabla sijajipa nyago ningejipa hata jina la madini. Nisaidia kwa basi hata dhahabu. Sasa hivi nitakuwa najiita madini. Madini. Yaani mimi ni madini, yaani ni kitu ambacho kwamba hii kitaleta mafanikio. Kwa hiyo kikubwa namshukuru Mungu mpaka hapa nilipofika. Familia yangu, ndugu yenu nawapenda, mwendelee kunisupport mtoto wenu. Wabembe ndugu zangu sijawatupa. Mimi unajua hata wabembe wanasupportigi sana. Yaani mimi nasemaga hii jamii ukipenda mtu anampenda. Hii jamii ikikupenda na kupenda. Na hii jamii ya wabembe ingekuwa kwamba ndo ipo dunia nzima, mimi ningekuwa star kubwa sana. Kwa hiyo imagine vitu vyangu ninavyovianzaga. Mimi ndugu zangu tuko ile watu wanakuja kwa nguvu kunisupport, mdogo wetu huwezi lazima niseme ni ndugu zangu bana, mimi sina cha kuwalipa ila Mwenyezi Mungu atawalipa. Hilo tu ndugu yangu. Bwana, stories zimekuwa nyingi sana, lakini naona kabisa jua linatukimbia, linakwenda si Burundi si wapi huko. Tukikutana na Fadhili lazima story iwe ndefu. Kwa sababu gani? Ni mmoja kati ya watangazaji ambao mimi nikupe maua yako, napenda maswali yako, uaga unajipanga tuje kufanya interview. Unajua kama bana naenda kumuuliza fulani hichi, na ndio maana nachukuaga muda kuni approach na kwa muda mmoja ni mwache. Kwa hiyo tukipata muda mzuri tunakuwa tunaongea vitu vingi. Kuna vitu vingine uaga sifungue kwenye interview, lakini kwenye interview yako nimeongea hapa mzee wangu. Kuna kauli ambazo sijawahi kuziongea, lakini kwa sababu wewe kwanza unanijua toka nimeanza. Yaani katika watu ambao alianza kumwamini Nyago, Fadhili yumo. Anasema pale kuna madini. Kwa hiyo mpaka leo brother, heshima yako sana, kwa sababu tunaanza kufanya kwenye OBS TV. OBS TV 2022. Unaona sasa ndo hapo ndo tunaanza. Kwa kubwa Mwenyezi Mungu akuweke, kwa sababu umetoka ni sana yetu mbali. Tuendelee kupambana. Kwa hiyo nikutana na huyu jamaa tunaongeaga vitu vingi. Kwa hiyo asituchoke. Bwana, msituchoke. Tunasimama hapa. Unajua si tukikutana tunakutana mara moja. Baada ya miaka miwili tena tutakuja tukutane. Mimi naitwaga Mtu na Nusu. Hii ni Utaipenda TV. Tukutane baadaye tena. Bye.